25th mark date, unataka so ringia ndani jipe kiti kwanza funga hiyo gate. Najua after hii song wataniandama, si mnajua 25th tuliandamana, tetea haki juu ya vile maisha metuandama. I remember mama told me, shida yangu ndo itanitoa kijani. 25th hata mboka sikuingia kwa mshahara, hiyo siku nitailipia mapema no best. Shughuli tulianza ngware, si walisikia sisi ndo future ya tomorrow. Wanatupandishia maisha koni wao ni Mungu. Hatumogopi tunagopa Mungu. Yendo alini save juu kwa list yenu mlikuwa already mshani mada. Shoot to kill, I'm the commander. Kuna kijana na watch hii video na tulilose vijana wengine kaumia, na we continue to to fight for our country. Utamwambiaje akisikia maandamano akae nyumbani ya matokeo? Okay, mimi naweza ongelesha hao vijana wadogo ama pia au wako hapo nyuma ma alpha. Wewe ukisikia maandamano usikatae, bora tu unaenda kutetea haki yako, usikatae kutokea. Hata walimu wanaandamana, kila maandamano iko, hiyo ni kitu inakuanga. But naweza waje msikae frontline ni mbaya huko utapiga. Mimi nilikuwa frontline lakini venye niliona wewe kama unaandamana wewe kaa tu huku nyuma, lakini unataka nani wakae frontline? Frontline kuna mauru. Wacha sisi tutakaa frontline. Sisi kama majenzi tutakaa frontline. So ni kiongozi unasema utakaa frontline. Mimi nitakaa but mimi siwezi taka alpha. Ulikuwa frontline. Also zitaka alpha akae frontline. Mimi siwezi sijenzi wachukue frontline. Wacha tutachukua frontline. Wacha wao wakae nyuma yetu tuonyeshe. Ulikuwa frontline? Nilikuwa. Na mlipigwa tukadhani ulikuwa front. Unyo ulipigwa na ulikuwa frontline ya? Frontline unaangushwa. Unampata unaona msee ameanguka huo unadhani yako zake lakini ni risasi. So na feel you did your best. Mimi nilifanya venye ningeweza na that day tukamark that day na ikakuwa hata ningependa iko kwa history hiyo siku. 25th June 2024. Umesema unaitwaje? Naitwa Tobias Dhuo ama official Tobias. Ondaka siku yenye history ya Kenya inaandikwa jina Tobias Dhuo iko hapo. Inasema 25th of June 2024. Walikuwa Gen Z. But mimi ile kitu najuanga ni ati bado hao wanatuangalia hapo. Najua tutaenda pamoja. Juu mimi ni ama musician ama artist. So tutakuwa tukionana sana kwa music. Niko na project bado inaitwa 25th Diary. Itakuwa inaongea kuhusu about year 25th. Ni feature ama ni documentary ama ni nini? Itakuja in form of music. All music. Itakuja in form of music. But itakuwa na mambo mingi sana, especially kwa video. Itakuwa na mambo most sana. Diary 25th Diary ni kitu. Unaona diary ni kitu unaweza andika. Hata ikiisha utanunua ingine. So hiyo diary ni kitu itaizidi kuwa. Wewe unaotana hiyo siku. Sasa zingine unazotana. Usikiagi bullets zikiokoa zikirani saa zingine ukilala. Sijaiota na hiyo siku. Ni ile tu nikiona mambo zingine. Ile tu kitu inanisumbuanga tu ni hiyo Abdikadir. Hiyo ndio kusumbua. But pia nimeinterview your friend Samuel. Ako bado traumatized. Ako bado depressed. Ama uogo kirelate na ujui mtu bado ako na depression hiyo siku. Unajuanga. But sasa kama mtu kama Sam mtu unaweza muona kama ako depressed juu unaona hadi hana kazi, hana anything. Ategemei mtu yote, hata ukiweza sikia story yake hata unaweza lia. So mtu kama huyo mtu ana need to support.
Unajua kama hata una pesa huwezi pona. Huwezi pona. Mi kama mimi kwangu nimekuwa hadi unajua tumekuwa tukiwa na malone. Unachukua malone nikasema nitafanya vile naweza ndio hii mwili yangu ipo. Mimi naendanga therapy every week. Naweza enda therapy mara 3. So mtu kama Sam unapata ana mtu anaweza tegemea. Ako mbaya tu hawezi pata hata hiyo therapy. Na ni orphan. Na ni orphan. So ndo maana unakwambia story yake hadi unaweza isikia uifeel. So hadi unamhurumia tu. Wewe unamhurumia. Mbaya sana. Na tunaongeanga na kila msee. Tunaongeanga na kila mtu au wote. Tunaongea na wao, najua condition yao wote, but bado Sam anateseka sana. Sio physically bado, emotional pia, financially yako chini, mentally, kila kitu. Anahangaika sana. But mi huongea na wao. Naweza kosa kumsaidia na pesa, but naweza mpea award. Naweza mpea award moja msaidie ama mpe courage. Before tupe venye tunaweza pata usanii wako na maybe pia namba yako, ongea na Wakenya wa support Sam. Wakenya, naitwa Tobias Do. Mimi ni Gen Z original, Gen Z. Uko 23 years. Yeah, I'm 23 years old. Na ulikuwa frontline. Na I'm a professional engineer. I'm 23 years old. I'm a musician. Na niko hapo naweza waambia. Niko na marafiki wengine. As in niko na my fellow Gen Z heroes, my fellow heroes. Especially mtu kama Sam ako hapa anapitia mambo mingi, ni kama ako depressed. Unajua depression inaletwa na mashida zingine zenye unajua inakuwa stress ndio ina grow inakuwa depression. Ukikuwa na stress sana unakuwa depressed, na unajua after depression inakuwa mambo zingine mbaya. Mimi ningesema mwenye ako hapo tu kama anaweza support hadi Sam, hadi mimi naweza taka support yenu. Bado sijaipona vizuri. Ni ile tu najipea hope na natetea wengine juu wengine wako vibaya. So mtu anaweza support Sam. Sam is an orphan. Akona bibi na mtoto bado. Huyo mtu unaona ako kwa shida. Yaani anategemea well wishers kama nyinyi. Ningesema mwenye ataweza kumsaidia amsaidie tafadhali. Na sisi wote ni wa Kenya. Ukabila iliisha. Kama wewe ni Mjaluo, wewe ni Mluya, wewe ni Mkikuyu, support hawa majenzi. Sio Sam pekee, kuna wengine na tutazidi kuwaonyesha. Yeah. Thank you. Na nimefurahia vile umesema jenzi ni wale watu wajui ukabila. Yeah. Hata ushughulike umetoka Western, umetoka wapi, they don't care. We are one people. So una feel mulifaulu? Are you content for what you did hiyo siku? Ile kitu tunaweza sema ni eti tukang'ang'ana, lakini mimi sikuona any change. Mimi bedhe hata nimekuja kujua juzi ati hii kupita. Mimi nilikuwa naona kama ilipita. Juu bado maisha imekuwa ngumu. Hiyo finance bill ni kama tu tulifunikwa tu macho, ni kama ilipita. But mimi sijaona any change. No change. Ile change naona ni ati kumekuwa na mapolitician wengi sasa. Na agenda inakuwa ni Gen Z. Agenda ni Gen Z but hawasaidia wa Gen Z. Kulikuwa na hizi mambo za compensation, lakini hatujaiona. But sasa utapata hadi mtu atatumia domingi akifanya hizo politics ama hizo makampeni, but hao watu hawezi kumbuka au vijana wenye walienda maandamano kutetea haki zao wakapigwa risasi hadi wapewe compensation. Hii ni kitu imekuwa hapo, tumekuwa tukipromisiwa, but ukaweza ngoja ukompensetiwe, unaweza ngoja hadi kesho. Maumau wameisha wakiongoja pia. Utakuja next time, utakuja hapa uniulize mlifanyiwa compensation, bado tunangoja next time hivyo. So mimi bado ningeongea na government niwaambie, wallahi vijana wanaumia vibaya sana.
na ningetaka msaidie hao vijana, at least compensation ikuwe tafadhali. Na kuna blogger aliuliwa I think few weeks ago, aliuliwa mikononi mwa police service. Unasemaje kuhusu hiyo jambo? Meaning about alikuwa anaitwa Gilbert Ojwang. Alikuwa tu innocent, si ati ni kuwa unajua tunasemanga mtoto ni innocent, but kuwa innocent, that guy was so innocent. But walikuja tu ile plan wakatumia plans mingi kuhide evidence zote na wakamua. But mimi ningesema tu hiyo kitu si fair. Binadamu watu kuumbwa tuwe binadamu wengine. Unajua kuna watu wazuri na kuna watu wabaya, na uwezi jua mtu mzuri na mbaya. Ni eti mimi naweza sema hiyo kitu bado iliniguza. Unajua hata wakitufanyia hivyo, ukiwa mtu unafaa kuangalia hadi huyo mtu situation yake, umemuua ameacha akina nani? Maybe alikuwa kama huyo alikuwa na familia na mtoto mdogo. Hiyo ni vibaya sana. Na mimi naweza sema watu wenye walimuua mlifanya vibaya sana kumwaga damu ya innocent soul. Jua kuandika tu kitu. Mko watu kama group ya watu kama wangapi? For now wale watu unaweza kwambia tuko na group na wao ni kama watu 15 wenye najua. 15. Okay, tuko wengi sana. Lakini mko nyinyi wenye sasa mko nao ni kama 15. Tuko wengi sana, but niko na watu kama 15 wenye tunaongea. Tuko na group. Tunasaidiana wengine wamepona, wengine hawajapona, wengine wamepona na wengine bado tunaendelea kupona. Though hata kama wenye wamepona bado umeachona hiyo injury na bado inakutesa. Sasa kama mimi venye nimepona, venye napona, unajua nimefanywa surgery hapa, nimekatwa hivi nimekatwa kutoka hapa mpaka hapa. Sasa hapa si ndio first time ya emergency, lazima ningekatwa juu mguu ilikuwa imefura hivi juu ya hiyo blood clotting na nini. But hii side nyingine ndio sasa nimekaa na risasi wiki 3. Mimi nimekaa hivyo hadi by then nilikuwa na uchungu sana. Nimekaa hivi mpaka nikasema manze God, kama hii kitu nitaendelea kukaa nayo hivyo. Unajua nilikuwa nimefika, yani ni kama leo ninafika mwisho. Naambia tu God acha tu ni dead juu sasa hii kitu sitoelewi. Inaniumiza tu bure. Siwezi lala, siwezi kula. Hata ungeona mapicha zangu nilikuwa nimeisha. Hata sasa ndo narudisha mwili. Na maybe familia yako walikuambiaje after kusikia uko hosi, ulikuwa maandamano, your parents? Naweza sema about my family ama parents ama friends. Mi nimekuwa kwa entertainment industry. Yaani karibu miaka yangu yote. Hadi nikiwa primary school nilikuwa na act. Sijui kama unaanza hizi machangi, unajichoranga hizi machok nini. Bado nilikuwa nafanya hizo. So familia yangu imenizoea kama nikiwa joker boy. Nafanya vitu za kama ni kujoke, kama tu ni entertainment. Na that day kila mtu alikuwa amenipigia simu. Ni ati siku receive any call. Yaani siku pick any call. Mbona uko unapiga? Wakianza kupiga, mimi nilikuwa nilikuwa nishashughulikiwa. Ulienda mapema wewe. Ulishtua kitu saa ngapi wewe? Saa 9. Saa 9. Saa 9. So walikuwa wananipigia juu wamesikia. Unajua watu wakiwa huko wanaona kwa news. Sasa chenye wanaona kwa news sasa ni sisi. Sasa walikuwa wanataka kunipigia waniambie na usiende maandamano juu tunakujua. Na uko front line. Kabla hata wafikirie hivyo, mimi hata nilikuwa Kenyatta. Na nikuulize kama hii maandamano zimekuwa, ukupigia simu na kwambia usiende, ukupigia hata achana familia, nimepigiwa na watu wengi sana hata leo.
Hata leo yani watu wanakupigia wewe tunakujua usiende. Wewe tunakujua usiende. Lakini mimi najua kenye kinanipeleka. Sasa for now nini tunasherehekea 1 year anniversary. Usiende. Sasa nitakosa aje na mimi ndio nasherehekea. Utaenda? Utaenda? Yeah. Lazima niende hata wakiblog barabara tunaenda. Tunasherehekea. Yani hii itakuwa peaceful nini? In fact tunaenda maombi. Hukuogopa? Hapana. In fact tunaenda maombi. So in short hukuogopa? Hapana. So this is what you are calling the makers of Kenyan history. These are our heroes. I choose to celebrate them. Tukimalizia usanii, tunaweza pata usanii, your YouTube channel, your Facebook, tupe links alafu tumalizie na ngoma moja pia. Yeah, mi pale YouTube naitwa Official Tobias, Tobious. Unajua kuna Tobias na kuna Tobias. Tobias ni Tobias. But yangu ni Tobias. Ous. Official Tobias. Ukienda TikTok wananiita Gathuri Gashosho. Ukienda hapo utapata comedy zangu zote. Watu wa follow hapo. Pale YouTube wa subscribe Official Tobias. Nayo Facebook najitanga Tobias Tom. Ukienda Tobias Tom utanipata. IG Gathuri Gashosho bado. Twitter Official Tobias. Yeah. Amazing. Yeah. This is amazing. Tumalizie na ngoma basi. Yeah, tumalizie. Na simi ndo nimeingia tena, mkibomoa hisi nitaishuka tena. Msada nimechoka kupeana, siwezi kaa kimya, maneno nitaitema. Niwachokoze msikose cha kusema, na kani vita tuonane ana kwa ana. Jui kama mnanigete take a seat kaa kitako na unisikize. Yo, mapero wanadai nichezeza Lingala, bado mtapenda nikiandika riwaya. Kwa upendo bado nakazanga kamba na zikishika sana. Si hapo ndo matata, de ingine senda nikaingia kwaya. 1 2 3 tukanzanga kukwata kawaya. Nina talent, sizo ni chocho, hapo ndo wakanza zile na si unaweza. Wow, amazing. Yeah. Kabisa. Madhi yako wapi? Mamangu ni jenzi bado. Mamangu ni mdogo, ana haso. Ako nai ama ako nai. Wow. So nimekuwa nikigrow na shosh. Okay. Nimekuwa nikistay na shosh. When your first born? No, kuna dem fulani. Mimi niko katikati ya madem wawili. When third born? Niko center, niko na wawili. So when the second born? Yeah. Niko na younger sister na. So madhana kwa moja yao kuwapigana sisi yako. Usiende hiyo maandamano. Na kata si nafinya. Amazing. I choose to celebrate these young leaders. They are amazing. Wali sacrifice maisha yao because of this nation. We had Mau pia sacrifice maisha yao for this land. And now we have the Gen Z. And we cannot, document our Kenyan history without their names. And today, I choose to celebrate them.